Na wanafunzi wa shule nyingi katika maeneo ya kaskazini mashariki wanakidhiwa zaidi na hazina ya ustawi wa maeneo bunge ili kuendelea na masomo yao. Hazina hizo pia zinawasaidia kuimarisha miundo msingi katika kukidhi kiu chao cha elimu. Mwanahabari Ali Manzu alizuru kaunti ya Mandera kuangazia namna ukosefu wa walimu unaendelea kulemaza jitihada za elimu. Mtazamaji, ni taarifa ambayo na kuacha nayo na kutakia utazamaji mwema. Jina langu ni Mary Kilobi Atwoli na mtangazaji wa ishara amekuwa ni Meresha Witi. Ukanda wa kaskazini mashariki ya Kenya unaendelea kupokea changamoto za elimu zinazozalishwa zaidi na uhaba wa walimu, haswa baada ya idadi kubwa ya walimu kuhamishwa na tume ya huduma kwa walimu nchini TSC kutokana na ukosefu wa usalama. Hali hiyo imepelekea wanafunzi kukosa huduma za elimu, huku viongozi wa kaskazini wakijitahidi kuokoa hali kwa kila namna. This fund is the only fund that is visible in terms of infrastructure development for schools, police stations, administrative units, and therefore, despite the fact that it's a limited amount of money, it's a fund that has seen a serious impact or a positive impact in terms of the lives of the people of per se the whole country, but also in the people of northern Kenya and in particular Mandera East. Ni sehemu inayokumbwa na changamoto za miundo mbinu finyu katika asasi mbalimbali za elimu, ila viongozi wanaendelea kuwezeka mikakati ya kudumu ili kuwavutia wanafunzi waliokosa matumaini ya elimu ukanda huu wa kaskazini mashariki. The situation before, first the classes were few and the pupils were congested in one class. But when we received these 4 modern classes, at least the situation has improved. Still, there is a congestion, the pupils are many. But compared to the previous years, at least we are better when we receive these 4 classrooms. Masomo kabla ya hii mradi alikuwa mbaya kwa sababu watoto walikuwa hawana galasi. Mradi imesaidia ya kutosha kabisa, tumeshukuru sana. Imesaidia kwa kila, sasa unaona kila watoto yuko desk na yuko galasi. In fact, ilikuwa classes ilikuwa kidogo sana. Hatukuwa na desk. Mtoto wakiwa na uzuri, wanasoma vizuri, environment ilikuwa bad. We have about 30 secondary schools in my constituency and the 5 wards. Each of these schools at least had something, be it a classroom, be it 2 other classrooms. Others got dormitories or a place to sleep. Others have got issues of where even they could cook, where they could make their food. Multi-purpose halls for these schools. Others have got furniture, for example. Others had non-existent in terms of chairs and desks. So we were able to provide this. Apart from that, majority of the people that come from northern Kenya depend on livestock, and they keep moving from place to place, thereby curtailing the issue of school fees for these students. So at least maximum 30% of this fund is supposed to go to bursaries for poor and needy students. Shule nyingi katika kaunti ya kaskazini mashariki ya Kenya zinategemea hazina ya ustawishaji maeneo bunge, na kutokana na hilo wazazi wengi wanaipa kipaumbele swala la elimu, hususan inapofikia maamuzi ya uwekezaji wa rasilimali katika elimu. I sat with the communities and they said now that we have different communities in this place, each community must be able to benefit, and therefore I took them, I said them, and we agreed that each community must get a percentage of this. And it's them who make the decision in terms of the identification of these beneficiaries. Ni kutokana na jitihada za kuimarisha elimu wakati sehemu ya kaskazini mashariki na kumbwa na changamoto ya walimu, idadi ya wanafunzi inaendelea kupanda kutokana na uimarikaji wa miundombinu kupitia hazina ya maendeleo katika maeneo bunge, yani CDF. The enrollment currently is 183. But it earlier started with 24 students. The next candidates were 34. We relocated to our current location, where we are now, in May 2018. So we are barely 2 years, not actually fully 2 years old. The number of students that have really benefited from this, I say 95% enrollment has increased. Even the infrastructure is is a way that we are using to retain and attract these students. And it's a school that has got over 530 students in terms of enrollment, and they have
graduated for the past 2 years from Form 4. Therefore, you see that kind of level. If you talk to the communities, you will see CDF is the only thing that has really done a great job. Shule ya upili ya kinadada ya Aresa ni mojawapo ya taasisi ambayo imekuzwa kupitia hazina hii katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Tatizo la uhaba wa walimu ni dhihirisho tosha kwa wanafunzi kaskazini mashariki kuwa ndoto zao zinafifia. Lakini kwao, wanafunzi wa zamani hujitolea kukidhi kiu ya elimu. The shortage of teachers, TSC teachers are very few. We are supposed to have 9 TSC teachers, but currently we are only 5. It's Form 4 leavers who are actually teaching this school. Those Form 4 leavers enrolled in university. I'm happy to tell you, now 2 of our teachers who started with this school are now completing their university. One is already through, and the other one will be completing in April. And they are still teaching. Huku miundombinu ikiwa ni changamoto kuu kwa shule nyingi, hazina hiyo imewasaidia kuimarisha na kuhakikisha kuwa wasichana hawa ambao idadi kuu hukosa masomo na kulazimishwa ndoa za mapema, sasa wana matumaini ya maisha yao ya baadaye vijijini humu licha ya vijichangamoto vidogo. Currently, we have only 2 dormitories whose capacity is 160 students. So the difference are actually sleeping in 2s. Consumption of water by girls is higher than boys comparatively, and we don't have a direct and independent water source. That is what is lacking. However, we have piped water to an underground water tank. The students fetch just using traditional method. We also have shortage of classrooms. We have laboratory shortage. Dormitory, although the Mheshimiwa promised now, we are lacking. We don't have a single staff house. We have a small hut made of ramshackles of sticks that form our only staff room. It houses 3 teachers. Ni wazi kuwa hazina ya CDF zinasaidia pakubwa kwa uimarikaji wa elimu katika maeneo mengi nchini. Licha ya matatizo yanayochangiwa zaidi na ukosefu wa usalama katika kanda hii ya kaskazini mashariki ya Kenya, walimu wao wanatoa wito zaidi. Madarasa yote ni integrated, sasa wanahitaji desk na repair ya magalasi na galasi more zaidi kuliko ile sasa hiko. Watoto mingi sahihi hawana chance ya magalasi. Tunaomba watuongezie tena mara moja vile ambayo wametupatia ile ya kwanza. The other things that we are requesting is we don't have enough water tanks. We only have 1 small. So we are also requesting from the office to help us by building a very enough or a very big water tank. We are also requesting a library. Here in this compound we don't have library, and the people are in need of a library. We don't have administration block. All students require their security to be guaranteed, and infiltration or trespass to be controlled. The only way to control is a walled fence, a fence of stone or blocks, But right now what we have are just shrubs, cut, placed to form actually the fence of the compound, which is very poor. This is a fund that, because ideally the way it's anchored in a solving community problem. And I think the government must take a deliberate attempt, because there are different funds. You see, women fund, youth fund, those kind of funds. There's no impact that you can see. There absolutely has no impact. So I think the government of Kenya must strategize and come up with a solution to this fund, because if you have the Constituency Development Fund and you have other funds that have no impact, then it beats the purpose where you should have a lot of monies that are lying in somewhere. Licha ya kuwa ni eneo lenye hali ya anga iliyo ngumu kwa wakazi sehemu hii, hususan familia nyingi za kuhamahama, hazina ya CDF imesaidia pakubwa kuhakikisha kwamba mtoto wa kike hasa, na hata pia kuangazia masuala ya miundo mbinu katika maeneo haya kuimarishwa zaidi ili kuhakikisha elimu kwa kila mwanafunzi.